Niwasalimu tena kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliyetufia pale msalabani. Ni siku nyingine tena ambayo imekubaliwa na Bwana kabisa, japokuwa hatujaingia muda mrefu, hatujaonana muda mrefu, lakini sasa Mungu ametuwezesha tena, ametupa kibali leo tuweze kuzungumza pamoja na kujua siri za ufalme tena siku ya leo. Kwa hiyo basi ninaenda kushare, pia ninakukaribisha saidie na wewe pia rafiki yangu kushare kabla hatujaenda kabisa kuingia kwenye kipindi chetu. Kila mmoja apate kusikia ujumbe wa leo ambao neno la Mungu. Kwa hiyo nikukaribishe sana wewe pendwa katika Kristo. Karibu sana tujifunze kwa pamoja maneno ya uzima. Hatutapoteza muda, kwa hiyo sasa karibu sana tujifunze neno la uzima, share kwa wengine. Ninaukaribishwe pamoja na sisi kwenye somo hili la leo, ni la muhimu kabisa kwako, litakusaidia na zani linakuhusu mambo mengi. Kwa hiyo nimkaribishe mtumishi wa Mungu, kabla ya yote tuweze kuomba katika kipindi chetu hichi. Kiwa na watumishi wa Mungu hapa siku ya leo, karibishe mtumishi wa Mungu Chazi kwa maombi ya kuanza kipindi cha neno la uzima tena siku ya leo. Karibu mtumishi wa Mungu. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru, tunasema asante kwa uwepo wako. Asante kwa majira haya na saa hii Mungu, asante kwa kibali kwa mashamba kwa Mungu mtakatifu wa Israeli. Bwana Yesu, ulikuwa nasi kuanzia mchana hadi majira haya na saa hii. Hadi lango hili la Yesu Bwana, si wanao tunapokuja mbele zako Baba, tunakwenda kuanza kipindi hiki kwa amani. Bwana Yesu, tunakuomba kwa kuenda nasi, damu ya Yesu tuwakilile na utukufu Bwana. Wako mtakatifu Mungu akatufundishe na kutusukumia kama apendavyo kwa amani, ili Bwana waseme kweli yako, ili wanao Mungu atakaoenda kusikiliza nako wakapate uponyaji katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana Mungu aliye hai. Nasi Bwana, kila mmoja tunakuomba, kila mmoja Mwenyezi Mungu ambaye ataenda kusikiliza na kutufuatilia Bwana Mungu, naomba usimwache, usimfungukie, mpe akili nyingine tena Bwana, mpe akili nyingine tena Mungu ya kufahamu na kutumikia wewe, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana Mungu aliye hai, tunawashukuru. Amen. Amen. Karibu mtumishi wa Mungu. Kichwa cha somo chetu kinasema Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni furaha, tuna furaha siku ya leo kuingia tena katika kipindi chetu. Kila wakati huwa tunajifunza mambo mapya, na leo tuna jambo jipya la kuhusu kushughulikia au somo letu lina kichwa cha somo linalosema kuvunja viapo vya ndani au viapo vya wakuu wa makabila ambavyo vyatosha kabisa kuharibu maisha ya mtu. Si ndivyo Samsoni? Ndio. Yani hebu sema. Manake vile viapo, tunavyozungumzia viapo, kuna watu wanaweza wakatamka neno kwako, yani wakakuapia wewe maneno ya uharibifu, maneno ambayo ni ya kukufunga, ni pingu katika maisha yako. Yamkini inawezekana ni marafiki, yamkini ni ukoo, ni ndugu, ni jamii iliyokuzunguka, ikakuapia maneno kama yale. Manake yanakuwa na nguvu katika ulimwengu wa roho. Unaona? Yako ya aina nyingi sana ambao yani unaapiwa. Kwa hiyo ukishapewa maneno kama hayo, manake ni vifungo katika ulimwengu wa roho. Inawezekana pia kuna maagano mengine, kuna viapo vingine ni wewe ambavyo umevikiri, umeapa wewe mwenyewe, manake ukajifunga wewe mwenyewe. Kwa hiyo hili sasa ndo maana unapoingia kwenye upande wa ufalme huu,
unakuwa na matatizo, umeshindwa kusimama, umeshindwa kukaa kwenye wokovu na kuweza kudumu kwa sababu ya zile viapo vinatenda kazi, viapo vya mizimu. Kwa hiyo vinakuwa vinatenda kazi. Maagano yale, kuna mengine umeongozwa wewe mwenyewe ukayapa kulingana na wazazi wako wakati unakuwa. Kuna wengine hujaakili wewe, lakini ulikirishwa. Wengine walikiri. Kwa hiyo hivi viapo vya wakuu wa makabila tunasema vyatosha kabisa kuharibu maisha ya mtu. Vile viapo. Wengine wanaweza, tukiongea hivi watatuelewa. Kuna watu wengine wameapiwa, kuna kozi imeapa. Familia yetu, unajua kuna wale wanaoingia kwenye madhabahu zao, wanamwaga na mapombe na manini. Maanake katika ulimwengu wa roho vile viapo vinatenda kazi. Familia fulani unashangaa ni walevi tu. Familia fulani unashangaa ni wasinzi tu. Familia fulani unashangaa ni matasa tu, hawazai. Familia fulani unashangaa watoto hata wakipata kazi. Maanake viapo hivyo vinaruhusu kabisa mtu apate kazi, lakini kujenga ajengi. Viapo hivyo vinaweza vikasababisha mtu akapata kazi, lakini asidumu katika kazi. Kwa nini? Viapo vya wakuu wa makabila ambavyo vinatosha kabisa kuharibu maisha ya huyo mtu. Kwa nini? Hawaruhusiwi kusoma. Kuna mtu familia nyingine ikisoma tu watu wanachanganyikiwa. Ni viapo. Na kama kuna familia moja hivi kule maeneo nyumbani, kuna mama mmoja watoto wake wanaolewa mapema sana. Yaani kwenye swala la kuolewa mapema sana hangaiki. Lakini akishaolewa tu wanavamiwa na mapepo. Wote. Kwa hiyo hawezi kuishi kwenye ndoa. Kuna viapo sasa vinavyosema wataolewa lakini hawatakaa kwenye ndoa. Si ndio hivyo? Ndio. Watapakata watoto lakini hawatawafurahia hao watoto. Unajua kuna watu kwenye familia nyingine wamezaa kabisa. Biblia kuna sehemu imesema heri mimba iliyoharibika. Kwa nini Mungu anasema heri mimba iliyoharibika? Una mtoto mtumishi wa Mungu Samsoni, lakini unashangaa ni mtumiaji wa dawa za kulevya. Ni sasa na mimba iliyoharibika, ni heri mimba iliyoharibika kuliko hiyo. Tafsiri yake, maana yake ni nini? Kinaleta uchungu usio wa kawaida kwa wazazi. Ni kweli. Mzazi anamuona mtoto wake ni mlaunga. Kwa mfano kuna kijana mmoja tulimuona siku moja, hali yake ilikuwa sio nzuri kabisa, uliona anaendesha pikipiki. Nadhani nilikuwa na mtumishi wa Mungu mmoja. Tukamuona tukasikitika sana. Shida ni nini? Kuna viapo. Kuna watu wameapa. Kwenye koo zenu kuna mtu ameapa. Na kuna watu tumesema kuna viapo. Kuna watu wanaingia viapo, tukasema kiapo ni maneno ambayo yamefungwa katika neno la kimamlaka. Si umeelewa? La kimamlaka. Maana yake wakati watu wanaapa kuna sehemu wameingia. Yamkini wameingia vile viapo na miungu ya kwao. Sisi umeelewa vizuri? Maana yake kiapo kinaweza kuwa cha hiari au cha lazima. Kiapo kinaweza kuwa cha hiari au cha lazima. Unaweza ukaapa, ukaapishwa au ukaapiwa. Unaweza ukaapa, ukaapishwa au ukaapiwa. Kuna watu wameapishwa. Kwa mfano viongozi wa kitaifa wanaapishwa. Si umeelewa vizuri? Kuna watu wengine wameapa wenyewe. Wameenda kwa waganga wa kienyeji. Wameenda huko, wameingia maagano. Wameingia viapo. Unashangaa mtu anatafuta hela za haraka, ameenda kwa mganga wa kienyeji akaingia kiapo. Pasipo yeye kujua, anashangaa ni misiba kwao tu. Ni misiba. Kumbe vile viapo ndio vinafanya kazi. Unaanza kutafuta jibu, unakosa. Kwetu sisi vijana, mtumishi wa Mungu Samsoni, wakati tulikuwa tunaingia kwenye mahusiano, tulipokutana na mabinti, tuliapa, huyu binti sitamwacha. Na hapa sina mwingine kabisa. Alafu namwacha. Nachukua mwingine na hapa. Siku nikija kuingia kwenye ndoa, kwa sababu nimeshakusha kusahau kuna watu niliingia nao agano. Sijavunja nini? Vile viapo. Kile kiapo kinadai na kile kiapo kinaishi.
Unashangaa ukiingia kwenye ndoa, mtu amesema mimi sitaki kuoa Mchaga, nikioa Mchaga ni afadhali nife. Unapita miaka ukaja ukaoa Mchaga. Unashangaa Mchaga sio Mchaga na kunyonga, wewe ndio unajinyonga kwa viapo vyako. Umenielewa? Lakini sawa kabisa. Bwana Yesu atusaidie sana. Unaanza kusema hawa Wachaga hawafai, hawa Wamasai hawafai. Sio hawafai, vile viapo ulivyoingia kabla, na tumeshaona kiapo kinaishi. Kwa kuwa kinaishi, ukumbuke kuna viapo vizuri. Kiapo cha Mungu ni kiapo kizuri kabisa. Kiapo cha kimashetani ni kiapo kibaya, maneno mabaya yani. Si ndio yale unayoyatamka? Unamoa binti, unashangaa ni kudundwa huko ndani tu. Saa nyingine hapiki kabisa. Kwa nini? Ulisema hutaki kuoa Mchaga, umeoa ya nini? Sitaki kuoa Masai, sitaki kuoa Msukuma, sitaki kuoa Mpare, sitaki kuoa mtu fulani. Yaani haya makabila ni mashetani haya. Unakuja kuoa. Unaingiza sasa ule binti sio shetani. Kilichosababisha ushetani kwenye familia, kile kiapo si kinaishi. Kwa mfano, jana nilikuwa naongea na mtu mmoja nikamwambia, miaka 500 iliyopita Yoshua aliapa akasema, kama Bwana aishivyo, atakayejenga Yeriko atafiliwa na mtoto wake wa kwanza, akiyaweka malango atafiliwa na mwanae wa mwisho. Tutasoma utaelewa. Miaka ikapita, miaka yakapita, kina Yoshua wapo tena, akatokea mtu akajenga, mtoto wake wa kwanza akapoteza maisha. Mtoto wake aliposimamisha malango, mtoto wake wa mwisho akapoteza maisha. Umeona viapo? Kiapo ni neno la kimamlaka. Yaani tumesema kiapo ni maneno ambayo yamefungwa katika neno la kimamlaka. Kwa hiyo unazoea kwa hapa tu, mimi hapa, au umezoea kusema tu mimi